Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu katika iman, kabla ya yote shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hali zote ambazo kwamba tuko nazo, kwani yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye kwamba yudabbiru ahwalana wa dhurufuna. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye ambaye kwamba anatufanyia mambo yetu. Ukiona mahala popote umefaulu, basi ni taufiki na kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona mahala popote kumefinyika, bado kuna mbano fulani hakujafunguka, basi ni mipango yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu sisi tuko katika ulimwengu wa mitihani. Maana ukiwa nacho ni mtihani, usipokuwa nacho ni mtihani. Ukiwa tajiri ni mtihani, ukiwa fukara ni mtihani. Uwe mzuri ni mtihani, hata pia ukiwa siwe mzuri pia inakuwa ni mtihani. Kwa hivyo hali zote kwa mwanadamu ambazo anazipitia, zote hizi ni mitihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kiufupi, kila mwanadamu yupo katika ulimwengu wa mtihani. Mpaka wakati wa kufariki kwako utakuwa bado upo katika mtihani, kwa sababu pale ili kufaulu inategemea na kile ambacho kwamba umekiandaa, kile ulichokifanya kipindi uko hai, ndio ule mtihani wa mauti utaupita. Sababu Mtume sallallahu anasema, man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, ambaye maneno yake ya mwisho yatakuwa ni la ilaha illa Allah, yani wakati ule anakufa maneno yake ya mwisho yatakuwa la ilaha illa Allah, mtu huyu Mtume amembashiria pepo. Lakini sasa hayo maneno kuyatamka wakati wa kifo inategemea na maisha yako venye umeishi, vipi umemtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ilikuwa ni utangulizi, ndugu zangu katika imani. Ama nilichokikusudia hapa, katika kile ambacho kwamba nimekusudia kuzungumza kuhusiana na masala ya Arafa. Masala ya Arafa kutofautiana kama ahlul ilm, kama wanachuoni, ili ni jambo ambalo kwamba lipo, la basa bihi, linapatikana, lipo sana. Lakini kutofautiana huku isiwe ni sababu ya kumwekea ndugu yako Muislam grudge, ya kumwekea hali ya kwamba mtu yule kitu anachokifanya sio sawa, mtu yule kitu ambacho kwamba anakifanya sio sawa. Yani inapelekea mpaka tunawekeana chuki, na mambo yenyewe yamebainishwa katika Uislamu, mambo yenyewe yamebainishwa katika Qur'ani, katika hadithi. Sasa hakuna haja ya sisi Waislamu, hakuna haja kuwekeana chuki, hakuna haja kupeana maneno makali, maneno machafu. La, kitu kinachotakikana ni lazima to strike katika Qur'ani na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hili ndilo suluhisho. Hapa nataka kuzungumzia Arafa, muda sahihi wa Arafa ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam umezungumziwa mpaka katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muda sahihi wa Arafa. Uislamu haujakuja na mtu yeyote. Uislamu haujakuja na mwanachuoni yeyote. Uislamu haujakuja na kizazi chochote. La, Uislamu huu umeletwa na Qur'ani, ukaletwa na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama. Huu ndio Uislamu. Kwa hivyo jambo lolote ambalo kwamba linafungamana na Uislamu, unapata wapi nguvu ya kufanya kitu ambacho kwamba uko na wasiwasi nacho katika Uislamu? Ama unapata wapi nguvu ya kuamrisha kitu maamum, kuamrisha kitu Waislamu ambacho kwamba hauna uhakika nacho kwamba kipo katika Qur'ani ama kipo katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hiyo nguvu hiyo unaipata wapi? Bali ikiwa hivyo ni makosa sana. Allah anatuambia nini? Wala talbisu alhaqa bilbatil wa taktumu alhaqa wa antum ta'lamun. Msichanganye ukweli na batil, ukweli na usiokuwa ukweli,
kisha mkaficha ule ukweli hali ya kuwa mnajua. Chochote ambacho Muislamu, wewe ni imamu, wewe ni maamum, chochote ambacho kwamba kitakuwa kinakupatia maswali, rudi katika Qur'ani. Qur'ani imeeleza nini jambo hilo? Kitu ambacho kwamba kitakuwa kinakupatia tashkiki, kinakupatia shaka, rudi katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kitu hicho kimezungumziwa vipi? Kisha fanya kile kilicho katika Qur'an, ama fanya katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaliyo sahihi. Nikisema yaliyo sahihi, kuna mambo ambayo kwamba mtume anaweza akabandikwa nayo na labda mambo hayo hayakuthibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana katika fani ambazo kwamba ziko na nidhamu ni fani ya somo la hadithi. Somo la hadithi tuko na zipo hadithi tofauti. Kuna hadithu sahihi, kuna hadithu al-dhaif, hadithu al-hasan, hadithu al-mawdu'. Hivi vyote ni vipengele ambavyo kwamba vimewekwa ili kutubainishia uthibitisho na uswahihi wa yale maneno yanayodaiwa kwamba ni hadithi kweli ya sawa, na hii ndio inaitwa hadithu sahihi. Sio lengo langu kulizungumza hapa, lakini ilikuwa ni kuelezea tu kwamba kuna hiyo hali. Sasa kitu kikuwa kinakusumbua akili, kinakupatia wasiwasi, usifanye kwa mawazo yako. Huu ni Uislamu, haujakuja na mtu yeyote. Huu ni Uislamu. Kitu ambacho kwamba kinakupatia shida, kinakupatia maswali, rudi katika Qur'ani, rudi katika mafundisho ya Mtume sallallahu. Kwani Allah anatuambia nini? Ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u rasula wa ulil amri minkum, enyi mloamini mtiini Allah na mumtii mtume na viongozi wenu katika dini. Huu ndio Uislamu. Mtii Allah, ukitoka kwa Allah mfuate bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukitoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mfuate kiongozi wako, imamu wako, na huyu kiongozi anafatwa katika kheri. Kiongozi hafai kufatwa katika mambo ya haramu. Yani tunajua kabisa jambo hili haki iko hapa, lakini imamu wetu akatueleza kinachopingana na Qur'ani ama kinachopingana na mafundisho ya Mtume sallam. Ruhusa huyu huwezi ukamtii katika maasiya. Kiongozi anatiiwa na anafuatwa katika kheri. Sasa siku ya Arafa, ndugu zangu katika imani, kwanza tujue ulimwengu mzima Uislamu haujaweka sheria ama haujatangaza Arafa 2 ama Arafa 3 ama Arafa 4. Uislamu haujaweka jambo hilo. Ulimwengu mzima unatambua kwamba Arafa ni moja. Ulimwengu mzima unatambua kwamba Arafa ni moja. Kwa hivyo zikiwa 2 au zikifanywa ziwe 3, zikifanywa ziwe 4, na ile idadi itakayofika, hata kama itafika ngapi ni mfano unapiga, lakini idadi ya Arafa ambayo kwamba inajulikana katika Uislamu ni moja pekee yake. Kwa sababu gani? Arafa ni wale ambao kwamba hawajapata nafasi ya kwenda Maka kufanya ibada tofauti katika jabali la Arafa na viwanja vya Arafa. Yule ambaye kwamba hajabahatika kwenda kule, ameruhusiwa mtu huyu kufunga siku ile. Sasa yule ambaye atakwenda kule ni ruhusa siku ile asifunge, kwa sababu ya zile ibadati tofauti asifunge. Sasa wewe ukifunga huku siku ambapo kwamba Uislamu hautambui kwamba hiyo ni siku ya Arafa, ukifunga huku na kule Maka hakuna zile ibada za Arafa, hii itakuwa ni Arafa gani? Mtume sallam katika hadithi ya Hanida bintu Khalid an baadhi azwaji nabii sallam, hadithi hii ipo katika Sunanu Abi Dawud. Hadithi hii Mtume sallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Dhulhijja. Mtume sallam kila mwezi wa Dhulhijja alikuwa akifunga tarehe 9, ambayo tarehe 9 hii ndio tarehe ya Arafa. Kwa hivyo tarehe 10 ya mwezi wa Dhulhijja ni siku ya Idi, na ni haramu Muislamu kufunga siku ya Idi. Sasa uniambie wewe, ukifunga siku ya Idi umepata wapi ujasiri huo wa kufunga siku ya Idi, ili hali ulimwengu mzima upo katika sherehe ya Idi na wewe unafunga siku hiyo ya Idi? Huo ujasiri huo umeupata wapi wewe? Hata kama wewe ni imamu, huu ujasiri umepata wapi? Arafa ni moja, ukiwa unafunga siku ya Idi hiyo umeitoa wapi?